Yeah, all the way from Joburg, Kunguru hapa. Bana, leo tumekuja tena kivingine Kunguru Online, na kwa hivi sasa tupo ndani ya studios za VIP Entertainment. Hapa ndo tutakuwa tukitoa show zetu zote mwanzo mwisho. Bana, hapa kuna mambo mengi kama kawaida, watu wangu wa nguvu, ni story juu ya story, story juu ya story, hatuna mchongo mwingine. Na leo nipo na fundi wa muziki, mwalimu, naye katika kusakana huku na huku, ngaje mtu yuko busy sana, ametuambia naye ana story yake angependa kushare nasi siku ya leo. Bana, bari teacher. Safi kaka. Sasa ningependa nikukaribishe katika kipindi chetu cha story juu ya story ambacho kinapatikana Kunguru Online na VIP Entertainment Studios. Karibu sana, ujitambulishe na utuambie leo umetuletea kitu gani? Yes. Kwa majina naitwa Hezron Amri Kuhanda. Mimi ni mwalimu wa kwaya, najishughulisha kufundisha kwaya, lakini pia ni mwimbaji wa kawaida. Tuko hapa Buza, tunamtumikia Mungu kwa mchungaji Jacobo Kugwile. Tuko pale na mke wangu, tunamsifu Mungu na kumwabudu. Katika mambo ya story, kwanza nitapenda kuelezea kuhusu muziki wangu nilivyoupata. Mimi nilijifunza muziki nikiwa mdogo kwenye kwaya moja inaitwa Tumaini Kwaya, Mbogwe, mission ya Mbogwe kule mikoani. Kwa sasa tunaita Geita. Nimekuwa chini ya kwaya hiyo nikifundishwa na walimu wazuri. Kuna kaka yangu anaitwa Godfrey, lakini kuna Richard Matayo walinifundisha kupiga gita. Baadaye nikaanza kuwa na speed kwa namna fulani. Wenyewe walipopata wito wa kumtumikia Mungu, Richard akaenda sehemu nyingine, nikabaki pale na ile kwaya. Lakini nilifika mahala nikaondoka pale, nikaja Masumbwe kwa mchungaji mmoja anaitwa Timotheo Lutobola. Yule mchungaji nampenda sana. Nimekaa pale chini yake, nimefundisha kama mwalimu msaidizi. Lakini kwa jinsi nilivyokuwa naendelea na muziki wangu, ilifika mahala nikafikia umri wa kuoa. Ili swala la umri wa kuoa lilinitengenezea mazingira magumu sana, kwa sababu hali yangu kwanza ya kiuchumi haikuwa nzuri. Niliendelea kumshika Mungu na kumpenda Mungu, na kwamba nisije nikayavuruga na kuharibu ushuhuda, kwa sababu tulifundishwa na wazazi kumpenda Mungu vizuri na kuwa na ushuhuda mzuri. Na kwa jinsi ninavyompenda Yesu na ndoto zangu zaidi ni kumtumikia, nifanye kila ambacho amekiweka ndani ya moyo wangu, kwa sababu ameniokoa nikiwa mdogo. Kwa hiyo ana makusudi na mimi, na anajua alinipa muziki kusudi huu muziki uweze kunisaidia kuweza kuovertake na kuendelea vizuri na mambo ya kiroho, pengine nifikie mahala najisikia vizuri na upenda muziki. Lakini pia siwezi kusahau walionifikisha pazuri kuhusu muziki. Kuna bwana mmoja anaitwa Papa, mwalimu wa CVC, ambaye nilifahamiana naye wakati tunakuja kurekodi na kwaya hapa nyumbani Masumbwe. Tunaenda Dar es Salaam, atakuja Dar es Salaam, tunarekodi, tunarudi kule. Alivyokuwa anafundisha wanatupokea, ametoka Mwanza anakuja huku, tunafanya naye kazi. Baadaye nikajifunza vitu fulani, nikaongezeka kimuziki pamoja na Steve Delefa. Okay. Wakati wanatengeneza beat pale, tunaangalia, mimi nikiwa na kwaya, tumesindikiza kwaya, wanatengeneza kazi zinatoka vizuri. Kumbe tunajifunza vitu pale pamoja na rafiki zangu wengine walimu wa kwaya. Ilifika mahala tunaendelea pale kanisani, umri wangu wa kuoa sasa ulipofika sasa penyewe, mchungaji alihubiri somo zuri, likaniinua, likanibusti, likanifikisha kwenye hatua za kuchukua kwenye mazingira ya kuchukua hatua. Kulingana na mazingira yangu yalivyokuwa magumu, sikuwa na fedha, sikuwa na uwezo wa kulipa mahali. Lakini mchungaji akahubiri, akafundisha habari za Musa. Anasema Musa alikuwa na fimbo, alipoitupa chini ikafanya maajabu. Sasa wewe una nini? Ni mtumishi wa Mungu, unafanya huduma kweli,
unamtumikia Mungu, lakini una nini ambacho utakionyesha kwa wazazi kama wakati wa kuoa umefika? Lile jambo lile somo liliniingia. Nakumbuka siku hiyo niliondoka na gita pale kanisani jioni, nikaenda nyumbani kwenye chumba changu nikajifungia. Siku hiyo sikula hata chakula kwa sababu lile somo lilinigusa. Niliomba sana kwa uchungu. Napiga kodi zangu, na mwabudu Mungu, napiga kodi na abudu, namwambia Mungu nisaidie. Nyimbo nilizokuwa naimba ndani yake kulikuwa na maneno ya maombi. Namuomba Mungu anisaidie nifanikiwe. Nifanyeje hasa nipate mahali za kulipa, nilipe mahali, nipate mahali za kulipa nikioa, kwa sababu kwenye kuoa lazima ulipe mahali. Basi Mungu alinifungulia milango. Nikaenda Bukoba kufundisha kwaya. Nilipofundisha kwaya nikapata samani katika kwenda Bukoba hapo. Ilikuwaje kuwaje mpaka ukaitwa Bukoba? Au ulienda mwenyewe au ilikuwaje? Bukoba tulienda kwa sababu tulienda kuimba kwaya Katolo. Kuna mtu alikuwa ametoka Bukoba kule, ametumwa na kwaya za kule kuja kutafuta walimu wa kwaya huku Shinyanga huku, wenye melodi za kinani za Kisukuma, yani melodi za kwaya za Kisukuma zile ambao wanaimba sana na kucheza sana. Okay. Kwa hiyo akakuta pale niko kwenye ile kwaya inaimba sana, inacheza sana. Kuna nyimbo ambazo nimefundisha humo zimo, lakini pia na mchungaji wetu pale akawa amechukua namba za simu pale. Nikawa nimeenda kule. Cha kushangaza ni kwamba Mungu wetu ni wa ajabu. Maombi niliyoomba pale usiku kwamba Mungu anipe hela ya mahali, niliomba 1,000,000. Nikijua 1,000,000 inatosha sana kulipa mahali. Nikijua 1,000,000 ni hela kubwa, kumbe ni hela ndogo. Nashangaa kwamba nafika kule, mkataba wangu ulipoanza, ilipokamilika 1,000,000 tu kwenye bahasha, napewa bahasha, naweka kwenye bahasha hivi, ilipokamilika 1,000,000 tu na mkataba ukaisha. Akasema, mwalimu, tunakushukuru sana, umefanya kazi nzuri, umefundisha kundi limekuwa zuri, kwaya yetu inaimba vizuri sasa hivi, kwa hiyo tunakushukuru. Sasa hapo ndo nikakumbuka kwamba au kwa kuwa 1,000,000 imekamilika ndio maana mkataba umeisha. Kile nilichojifunza pale ni kwamba kumbe ukitaka kumuomba Mungu, omba kila ambacho kitakuwa na tija katika maisha yako. Nikasema kama ningeomba 1,000,000, hata kama ni 500,000 kumbe zingepatikana, ingewezekana, kwa sababu wale wazee pale kanisani walikuwa wananiita tu kila mwisho wa mwezi, naenda tu ofisini wananipa tu kwenye bahasha, naenda kufungua kule. Kwamba mtalipana shilingi ngapi? Hapana, tulikuwa hatujakubaliana kwamba watanipa shilingi ngapi kwenye kila mwezi, lakini nilikuwa naona aibu kwa sababu katika mafundisho ya wazee nilikuwa nimeshakatazwa kuomba hela wakati wa kufundisha, kufanya huduma, kwamba ukienda kufanya huduma usipende sana kulipwa, maana malipo hapa duniani yana malipo mazuri ni kule mbinguni, kwa sababu hii ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu tutalipwa mbinguni. Ukifanya kazi ya Mungu kwa kujitoa, hata kama ni kufundisha kwaya, ukifundisha vizuri kwa moyo wa upendo, hii mbinguni inataji. Kwa hiyo ile ilikuwa imekaa kwangu, naishi hivyo, nafundisha makundi tu mfumo huo. Hata pale kwa mzee Rutobo nilikuwa naishi naye tu, ile mzee alikuwa akipenda tu kunipa kama zawadi, ananipa kiasi tu fulani kidogo cha matumizi, na ndivyo alivyonitengeneza hata pale kwake kanisani kwake pale nafundisha. Hakunifanya kama mwalimu wa kulipwa, alinifundisha kuwa mwalimu wa kufanya huduma kama huduma. Okay. Kwa hiyo ile ikanikaa, nikaishi hivyo, nikaishi kwa amani tu, kwa furaha. Lakini sema tu kwa kuwa wakati wa kulipa mahali ulifika, nioe na sijawa na hela, ikabidi nimwombe Mungu. Kwa hiyo nikaenda ndani ya chumba changu, nikapiga gita na muabudu Mungu, naimba nyimbo za kuabudu, napiga zikoni. Alafu ndo nikafunguliwa milango ya kwenda kufundisha Bukoba kule. Nashukuru Mungu kwa sababu kwamba nilijifunza kwamba kumbe ukitaka kumuomba Mungu, omba kitu ambacho kinatija kwako, uwe na ramani kamili. Kama una ndoto, ombea ndoto zako. Kwenye ndoto zako kama utahitaji kuwa na kitu hiki, uwe na vyombo vikubwa, omba vile vyombo, uombe viwepo kwako, vije uviandae katika maombi, kwa sababu Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye anaweza. Hasa kwa hizi kazi tunayofanya ya kumtumikia Mungu, jaribu kupanua ufahamu wako, mruhusu Mungu aweze kuwa mkuu katika maisha yako, kwamba anakuwezesha, anaweza kukuwezesha hata ndoto zako. Japokuwa ndoto zako unaweza kuona ndoto zako ni kubwa sana, usimfanye Mungu kuwa mdogo kwenye ndoto zako. Usimfanye Mungu kuwa mdogo katika maono yako. Usimfanye Mungu kuwa mdogo katika muziki wako.
usimfanye Mungu kuwa mdogo katika chochote kile unachokifanya. Hicho ndo nijifunza mahali pale, kwamba kama ningeomba hata kama ni milioni 10, wale wazee wangekuwa wananiita tu kila mwisho wa mwezi, wananipa kwenye bahasha, walikuwa wananipa 200,000, naenda kufungua kule unakuta kuna 200,000, unakuta kuna 100,000. Wanajua siwezi kunungunika kwa sababu si nilisema mwenyewe mtanipa zozote zile. Ni kweli. Unakuta kuna 50,000 na sikulalamika kwa kweli. Na unalizika nayo. Nalizika tu na tena nashukuru kwa sababu nilikuwa kwenye kipindi ambacho si unakuwa huko unafundisha unapewa hela. Kweli. Nilikuwa nimezoea kufundisha tu bule hivyo. Kule kanisani kwetu kule zamani kule tulikuwa tunafundisha kwa kujitoa. Kwanza kwangu ulikuwa ni kama muujiza mkubwa. Unafundisha kwaya halafu unalipwa na mpaka na hela unapewa hela. Kwangu ilikuwa ni muujiza mkubwa. Kwa hiyo nilikuwa nalizika vizuri sana. Ilipokamilika, kilichonishangaza tu kwamba ilipokamilika tu milioni. Nashangaa wananiita wananiambia, mwalimu, tunakushukuru sana. Kwaya yetu imeshakaa vizuri sasa hivi. Yaani Mungu akubariki. Sasa ujipange, tutakufanyia sherehe ili kusudi tukubariki sasa uweze kurudi nyumbani. Na kwa Mungu jinsi alivyokuwa na mpangilio mzuri kwangu, alikuwa pia amemuandaa mama mmoja wa kutoka Dar es Salaam, anaitwa Mama Mwanjala hivi. Mama mchungaji wa Nathan pale Kiwalani, Mama Mwanjala hivi. EAGT. Nilipomaliza pale, niliporudi nyumbani, wakati wa kurudi nyumbani akanitumia hela za kunitoa kule Bukoba kunileta Masumbwe kwa mzee wangu Lutobola, na nilipofika pale ameweka hela ndefu ya kunitoa pia pale kufika kurudi kuja Dar es Salaam moja kwa moja. Nafika najieleza kwa mzee Lutobola pale. Nilikuwa najua mzee atahuzunika kwa sababu ataniona kama nimekuwa mtu wa kuzurura, sasa sikai nyumbani. Nashangaa Mungu, nifikiria kwamba mzee atakasirika kwa sababu ninamuaga tena kuondoka, badala yake ndo anafurahi zaidi. Unaona wazee, kuna wazee kwa kweli wengine wanapenda huduma za vijana. Alikuwa anapenda, maana alikuwa ameshatuombea. Matokeo aliniambia kwamba si mnakumbuka niliwaombea kwamba Mungu awainue zaidi. Nikakumbuka pia aliwahi kutuombea kwamba Mungu atuinue pamoja na watumishi wengine. Mungu ainue vijana ambao watafanya huduma kwa ukubwa zaidi, hata kuzidi vile ambavyo alivyofanya yeye. Kwa hiyo nashukuru Mungu, nikawa nimepitiliza kuja Dar es Salaam. Nikuja kufundisha Dar es Salaam hapa, muziki wangu ukawa unaongezeka. Mpaka leo namshukuru Mungu, naendelea kumtumikia Mungu katika mazingira yale. Nikiendelea kuheshimu mahusia niliopewa na wazee wangu kina mzee Kabulizina kule. Lakini pia walionifundisha muziki walinipa muziki wa kupiga kanisani wa gospel. Muziki mzuri na upenda, hauna vitu vingi sana. Muziki wangu hauna vitu vingi sana, lakini ni mzuri. Sema moja tumalizie sehemu moja. Kwamba baada ya kupata ile milioni, dhamira yako wewe ulikuwa ni kuoa. Je, ilikufanikishia ile milioni au ulifanya mambo mengine? Ile milioni nashukuru Mungu kwa sababu ilifanya kazi ile. Na kwa kuwa nimuomba Mungu milioni, walipoondoka kwenda kulipa mahali, kwa sababu mke wangu pia nilimpata huku Dar es Salaam, pale Mbagala pale kwa mchungaji Pidias, aliniita naye kwenda kufundisha pale. Kaniita kwa kuniforce tu, nilikuwa nimeshakata tamaa, nimeshachoka kuzunguka, nikae nitengeneze nyumba yangu pale nyumbani Masumbwe, nioe sasa, halafu nikae nisizunguke. Kanipigia simu, uje na mimi unifundishie hata kama ni mara moja unifundishie. Sasa niliondoka kule nikaja kwa hasira. Wakati nakuja kwa hasira kuja kufundisha kwa yule mchungaji kwamba nafundisha kidogo tu afu nirudi, kwa sababu nishachoka kuzunguka, nataka nikae na mimi nitengeneze mji niwe kwangu. Kwa hiyo nilikuja Mbagala kwa mzee Pidias kufundisha, nikasema kwamba nakaa kama wiki 2 tu narudi. Nashangaa nilipofika pale, nilipokuta ile kundi, nikashikwa na uchungu kwa sababu kazi ya Mungu pia naipenda, jinsi ambavyo walikuwa ndio wanajitafuta. Nikakamatwa moyoni, nikajikuta nachukua muda mrefu. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ulikuwa ni mpango wa Mungu. Hata mke niliyooa nilimtoa pale kwa yule mchungaji ambaye aliniforce kunilazimisha kuja kufundisha kwaya. Nilikaa pale kwa muda kama mwaka mzima pale. Umeona? Kumbe humo ndio alikuwemo na mke wangu. Sikujua. Ila wewe kwa akili uko unajua mke wako utampata huko nyumbani huko Geita huko. Na nilikuwa nishaanza na nachumbia kina madam kule. Na wachumbia kidogo ndio kama hivyo, masuala ya mahusiano, kunakuwa na changamoto fulani. Naona pengine changamoto hizi zimeniepusha na mambo ambayo pengine hakuwa mpango wa Mungu, na naacha. Na namshukuru. Unaweza ukatupa kidogo story kanisani nilikuwa kwa vipi mpaka ukakutana naye?
Binti wapi? Kwa huku Dar es Salaam. Huyu nilie mke wangu. Mke wangu kwanza kila ambacho kwanza sikujua kwamba nitamuoa yule, nitapata mke hapo Mbagala hapo, kwa sababu mawazo yangu yalikuwa ni kufundisha na kurudi nyumbani. Lakini cha kushangaza sasa, wakati naendelea na huduma pale, yeye alikuwa ni binti ambaye ana utulivu fulani hivi, na alikuwa ni mdogo mdogo. Mke wangu ni mdogo mdogo, ana mwili tu wa wastani mdogo hivi, ni mpole, hana maneno mengi. Kwa wenzake alikuwa anaonekana yani hapendi kujipendekeza sana. Kwenye ufundishaji kuna masolo wengine unakuta anapenda yeye ndo aimbe, kila wimbo aimbe yeye. Sasa yeye alikuwa hapendi kujitokeza, sauti yake ilikuwa nzuri lakini hapendi kujitokeza sana. Nikawa simjali kwa sababu hapendi kujitoa sana. Nikaona labda hawa ndio wanaweza kufanya vizuri, kwa sababu nianza kutengeneza kuzoom mawazo kwamba niwatengeneze mpaka tufike hatua ya kushuti. Nikawa busy na hawa ambao wana ujasiri, pengine kwenye kamera watafanya vizuri zaidi. Umeona? Lakini kumbe huyu alikuwa na utulivu fulani. Sasa ule utulivu ule nilikuwa unaleta kitu fulani kufikiria kwenye swala la kuoa, kwa sababu pia mimi nazingatia utulivu wa mtu. Kwenye swala la kuoa linahitaji utulivu fulani hivi. Umeona? Utulivu wake ule ndio ulinisababisha nianze kuwa na kidogo kiwa kinaumbika kitu fulani, ule utulivu wake aliokuwa nao na ile heshima yake, namna ya kushiriki mazoezi, anapokaa anakaa kwa utulivu. Lakini pia kuna mambo anasimamia kanisani kwa heshima, kwa mpangilio wa kufuata maono ya mchungaji wa pale. Akawa anapendwa sana na mchungaji kulingana na utulivu wake aliokuwa nao. Anaaminika na kupewa majukumu. Alikuwa katibu wa kanisa. Sasa ule utulivu wake ule uliokuwepo, nikawa kinaumbika kitu fulani pole. Lakini kulingana na jinsi ambavyo moyoni mwangu nilikuwa najua kwamba, na kaka walikuwa wanishaniambia kwamba kuoa Dar es Salaam hapana, kwa sababu Dar es Salaam huwezi kuoa wewe. Kwanza elimu yako, viwango vyake ni vya kawaida. Ukioa mwanamke msomi sana, anaweza kakuzunguka. Wananiambia tu wazi kwamba kama mkioa mwanamke ambaye amesoma sana, wewe elimu yako ni ya kawaida, unaweza kujikuta unafunga ndoa na mwanamke, baadaye ndoa yako inakuja kushindikana. Utakuwa na faida gani? Kama ndoa yako ikivunjika, utakuwa na faida gani? Ikivunjikiwa ndoa, utakuwa na faida gani? Kwa ushauri wao, kwa nataka urudi nyumbani, uolee nyumbani. Nioe nyumbani. Umeona? Sasa hiyo ilikuwa imeshakaa moyoni, kwa kuzingatia kwa maneno yalikuwa yamenishika kweli, kwa uelewa kwa wangu timamu pia kweli, nikizingatia kwamba ndoa ikivunjika inakuwa sio vizuri sana. Nilikuwa nimeshashika lile neno. Kwa hiyo sikuwa kabisa na wazo kwamba naweza nikaoa, hata kama kulikuwa na hali fulani ya kumuona na utulivu fulani. Kilichoanza sasa kunifanya nianza kuafiki wazo la kumchumbia. Kuna wahubiri waliokuwa wanakuja kuhubiri pale. Wakihubiri wanakuwa kama wanazungumza vitu fulani, wanasema kuna kitu ambacho kitakuja kufanyika hapa, kuna harusi itafanyika hapa. Ni ajabu sana ile. Kuna watu wawili hapa wataoana. Umeona? Kuna watu wataoana hapa. Na walikuwa hawajui chochote, lakini hawajui, wageni. Wanatabiri, wanaongea katika mahubiri pale. Ndio. Sasa baadaye siku moja mwinjilisti aliwahi kuota ndoto. Akaniita mimi, akanieleza akiwa barabarani. Alikuwa barabarani, tunatoka tumemaliza ibada, tunaondoka naenda nyumbani. Akaniambia nimeota ndoto. Yeye akaota ndoto, akasema mimi nimeota ndoto, mimi na dada Mage tumefunga ndoa, tumependeza sana. Sasa tuko barabarani, tumekaa, ni mahali pa kawaida tu, lakini pamependeza sana. Ni mahali pa kawaida tu ambapo ni pa kawaida sana, ila panapendeza sana kwenu nyie. Yani panapendeza sana, mmependeza, mmevaa viatu vizuri na yeye amependeza. Umeona? Ndio. Ni mahali pa kawaida sana, lakini mmependeza sana. Sasa ile ikanichukua, ikabidi sasa nifanyie kazi, niingie kwenye maombi kuomba. Nikamwomba Mungu juu ya jambo kama hilo, nikamwomba Mungu sana. Baadaye nasikia moyoni amani, nasikia furaha, nasikia ushindi, nasikia furaha ya kutosha katika moyo wangu juu ya jambo hilo. Basi bila kuchelewa ilibidi niende kwa mchungaji, kwa sababu sikupenda kuchelewesha vitu vya namna hiyo. Mahusiano yana changamoto zake. Ukiingia kwenye mahusiano alafu mkaacha hivyo tu,
kuna mazingira wakati mwingine inaweza kujitokeza shida, labda mambo yakaharibika ikawa shida, kwa sababu nilidhibitisha kwamba ni kweli. Nikaenda kwa mchungaji nikamweleza kwamba mchungaji, kuna kitu hiki na hiki, nikamweleza. Nikaandika barua nikampa mchungaji. Baadaye akatuita wote wawili, mimi na Margaret. Basi nikawa nimejieleza, nikaeleza swala jinsi lilivyo. Basi mchungaji akatusaidia kutufanyia mipango ya kufanya vipimo, kwa sababu dunia imeharibika. Tukaenda Mnazi Mmoja, tukaenda na mzee wa kanisa tukafanya vipimo vilipotoka vizuri, tukaja kwa ajili ya kuendelea na prosesi zingine. Basi alituuliza kwamba mnafungia hapa au mnaenda nyumbani. Mimi nikasema lazima nikafungie nyumbani, na yeye akakubaliana na yeye mke wangu kwamba tukafungie nyumbani kule. Tulipokubaliana basi akatuandikia nyaraka, barua, tukawa tumeenda nyumbani. Nikaenda nikaeleza masuala ya uchumba kule nyumbani, nikapokelewa. Baadaye mke wangu naye akaenda nyumbani kwao Kigoma. Tukaja kwenda kufanya send off, tukaja kufunga ndoa pale nyumbani kwetu pale hapo kwa mzee Rutobola pale kanisani, tukafunga ndoa kanisani pale. Tukaanza maisha pale Masumbwe. Baada ya muda ndo nikawa nimekuja Dar es Salaam, kwa sababu nilikuwa tayari nimeshakuwa na marafiki Dar es Salaam, nimeshakuwa na muunganiko na watumishi wa Mungu ambao tayari nilianza kuwaona katika ndoto zangu kwamba zinaweza zikaanza kwenda mbele. Namshukuru mchungaji mmoja anaitwa mzee wa kanisa Nyundo, ambaye pia alinisapoti sana kwenye nauli za kuja Dar es Salaam. Nikafikia pale nyumbani kwake, wakati najitafuta nikiwa pale nyumbani kwake. Baadaye kwa sasa niko sehemu ambapo nipo kwa sasa hivi, nimepanga endelea na maisha yangu na mtumikia Mungu hapa kwa mchungaji Jacobo Kugwile. Mungu awabariki sana. Amina. Sasa kabla hujatuacha Mungu ana swali moja teacher. Nitaka nijue, bado nipo pale pale kwenye milioni moja. Ile milioni moja ili play part gani katika swala lako zima? Ile milioni moja kwanza kabisa. Na ulijuaje haitoshi? Mimi nilijua haitoshi baada ya kuwa napiga mahesabu ya gharama za swala la harusi. Naona mimi mwenyewe kwanza nilikuwa sijajipanga sana. Hata kitanda kilikuwa ndio kipindi kile ambacho ndio nilikuwa nachonga kitanda hapo. Umeona? Nilikuwa nina kitanda tu hapo na godoro. Umeona? Na chumba chenyewe nilikuwa na chumba ambacho kilikuwa hakijakuwa kizuri sana. Umeona? Sasa mazingira nilipoanza kupiga hesabu ya hela niliyoomba kwa Mungu ilikuwa haitoshi. Lakini kila ambacho nashangaa kwamba wakati wazee wanaenda kuelewana mahali kule Kigoma kule, waliotumwa na mchungaji kwenda kuelewana mahali, walienda kuambiwa hela nyingi, lakini mwisho wa siku hela iliyotoka ni ile milioni moja walikubali wazazi. Okay, wao walitaja milioni ngapi? Wazazi kule walitaka milioni 2, kwa sababu yule Mage kidogo yeye amesoma. Wazazi wanasema mtoto wetu tumemsomesha, kuna gharama fulani nini hivi, tumeingia gharama kumsomesha, diploma sio mahesabu sio nini, mambo ya uhasibu. Umeona? Okay. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa ndo na hela hiyo na nilikuwa ndo sina nyingine zaidi, ilibidi ninyosha maelezo, niseme ukweli. Walikuwa wananipigia simu kuniuliza kwamba huku wazee wamekaza, hawataki hiyo milioni moja, wanasema ni ndogo sana. Ilibidi nijibu kifupi, nikasema jamani, kama inashindikana mimi hiyo ndo hela nilionayo. Okay. Ya kulipa mahali, na nilikuwa najisikia, na ndio nilikuwa na hiyo, sikuwa na nyingine tena. Nawaambia kwamba waambieni tu wakubali hiyo hela, ninawaomba sana, waambieni nimewaomba sana mimi hiyo hela waikubali, kwa sababu ni zawadi tu ambayo tunawapa kama zawadi, sio kwamba ninalipa kwamba nifikishie kwamba gharama za Mage kulipa mahali, gharama ya mtu ni kubwa sana. Hiyo tunawapa ni kama zawadi tu, lakini tukapoanza maisha nafikiri mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo nilijieleza kwa namna fulani, wakakubali. Safi sana. Kwa hiyo kila ambacho napenda tu kushauri tu kwa vijana, ukiingia kwenye maombi kuomba, ndicho nilichojifunza mpaka hata leo. Nikianza kuomba siombi kwa vitu vya kawaida sana, namwambia Mungu hasa na focus kwenye ndoto zangu jinsi nilivyo. Nikitaka kumuomba Mungu jambo kubwa, naomba kabisa nikimaanisha kitu kikubwa, na mpaka hata sasa najua Mungu atafanya mambo makubwa sana. Najisikia vizuri kuendelea na wokovu,
kwa sababu nina matumaini makubwa kwamba maisha yangu yatakuwa vizuri, kwa sababu nina Yesu, kila kitu kitanyoka, kitaenda vizuri. Amina. Amen. Swali la mwisho ndugu yangu kabla hujaondoka, na kabla hujaondoka pia tungependa utupe laza kidogo fupi, japo hata dakika moja, lakini na swali la mwisho kabisa kwamba hapa umeongelea mambo ya ndoa. Je, ni umri upi ni sahihi kwa kijana kuanza kufikiria kuoa au kuolewa? Lakini pia ni unawashauri vijana nini? Kwa sababu sasa hivi kuna sekeseke moja hivi la vijana kutokutaka sana kuoa, yani especially wa kiume. Ukiambia mambo ya ndoa, wengi wao wanakuwa wanakimbia sana huo upande huo. Wanakwepa. Je, unawashauri nini? Na pia je, ndoa mtu ni mpaka afikie malengo yake ndo aoe, au unaweza ukaoa kabla hujafikia malengo yako ya kipato na ndoto na ukaendelea kuyafikia malengo yako? Au yani ipi best kati ya kabla hujafikia malengo yako ndo uoe au baada ya kufikia malengo ndo uoe? Kweli hapo swali lako ni zuri sana. Ndio. Na hapo kweli kunahitajika somo zuri pana kuhusu swala la ndoa, hasa katika vijana wa sasa hivi kumekuwa na changamoto. Lakini ushauri wangu ni huu: kwa kuwa swala la ndoa ni mpango wa Mungu, hakuna haja ya kujadili sana. Swala la kuoa la mtu ni maamuzi ya mtu mwenyewe kulingana na umri. Ukishafika tu, kwanza umri wenyewe huwa unazungumza. Umri wa mtu kuoa ukifika unazungumza umri wenyewe tu. Lakini pia kuna vitu ambavyo mtu kijana kwa wakati wa kuoa anatakiwa azingatie. Kuna maswali ambayo anatakiwa ajiulize. Mimi mwalimu wangu aliyenifundisha swala la kuhusu kuoa, mchungaji wangu aliniambia kwamba ukitaka maswala kuoa, kuna maswali unayotakiwa kujiuliza wewe mwenyewe kabla ya mtu mwingine. Ukiwa peke yako, ukijiuliza wewe maswali hayo ukayajibu ukiwa peke yako mwenyewe, utaoa kwa usahihi. Kitu cha kwanza kabisa ujiulize swali unalotaka kujiuliza kwamba unaoa mwanamke wa nini? Swali la kwanza la kujiuliza wewe kama wewe peke yako, wa nini? Ukijiuliza swali hilo, majibu yatakuja mengi, ila jibu la msingi litakuwepo, na hilo jibu la msingi ndio mazingira yako ya ndoa yatakavyokuwa, kwa sababu kila mtu ana future zake. Kuna mwingine ana maono ni mfanya biashara, kuna mwanamke wa kibiashara, kuna mwingine wewe ni pengine kama ni mwanamuziki, au pengine una wito, una asili ya wito, kuna mwanamke wa wito. Pengine kama wewe ni mtu wa elimu, kuna mwanamke wa elimu, na kuna mwanamke wa familia ambaye yeye akiolewa anataka kuwa na familia tu, kuona watoto wengi. Kuna mwanamke mwingine anataka tu wa elimu. Kwa hiyo elimu, huo mfumo, wewe ni mtu wa elimu. Kama wewe sio mtu wa elimu, wewe ni mtu wa kilimo. Kama mtu asio wa kilimo, wewe ni nini? Kama ni muziki wako ni wa aina gani? Ni gospel au kama ni muziki? Ukioa mwanamke ambaye sio wa injili ya gospel, wakati wewe mwanamke anapenda bongo flavor, halafu wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, ni vitu haviendani. Kwa hiyo unatakiwa wewe mwanamke ambaye anaendana na kila ambacho kiko na wewe unachokitaka wewe. Okay. Ya pili umesema vitu vitatu. Kitu cha kwanza umesema wa nini? Kitu cha pili, cha kwanza wa nini, hasa wa nini? Ndio. Wa nini au nani? Unaona? Nani? Alafu wa aina gani? Kuna vijana wengine wanapenda kuona labda pengine mke wake anamtazama kama umbo la mtu, umbo namba 8, pengine sijui namba 1, sijui nini. Hilo ni grupu la mtazamo wa mtu kwenye swala la kuoa. Kuna mwingine ni mfanya biashara, kuna mtazamo wa biashara ile, kama nilivyoeleza. Kuna mtu wa elimu. Hayo ni makundi hayo kiyazingatia, hasa kwenye swala la kujua kwamba ninaoa wa nini. Jibu la hapo ndio jibu sahihi, litakusaidia hilo swali, kwa sababu wengine wanaoa kwa mtazamo mmoja tu, kwamba nimepata mke ambaye nitakuwa
nimeoa sitahojiwa na watu kwamba kwa nini uko naye. Anaoa tu kwa mtazamo wa namna hiyo. Sasa huo mtazamo huo kwamba kukwepa kuhojiwa kwamba kwa nini unaye baada ya kuwa umemchukua ni haki yako awe wa kwako, kukwepa swali la kuulizwa kwamba kwa nini unaye huyo, umelipa mpaka na mahali. Ukioa kwa mtazamo huo tu utagonga mwamba, kwa sababu maisha yanaendelea. Okay. Kama umeoa kwa mtazamo wa kuwa naye tu ndani humo, je, maisha mengine yanaendaje? Mkitoka nje humo ndani mtakuwa mko peke yenu humo, wewe na mke wako. Kile mtakachokifanya kule ni haki yenu wewe nenyewe, kiko sheria ya ndoa inawaruhusu sawa, lakini mkitoka nje mnaenda kufanya vitu mbalimbali. Wewe utaondoka uende pengine kanisani, huko kanisani anakuruhusu kwenda, mambo mengine yataenda baada ya kufanya hicho ambacho ulikuwa umekitazama hicho. Wewe uko na mtazamo mmoja wa hicho tu cha humo ndani chumbani, vitu vingine vitaenda kama ulikuwa umeoa kwa mtazamo mmoja huo. Kwa hiyo kuwa na mtazamo ambao utakuwa ni rafiki, umpate mtu ambaye anaendana na wewe, kwa sababu swala hilo lenyewe lipo tu hilo. Sio, nitakuwa nimeeleweka nikisema hivyo. Kishoa mke kuna haki ambayo yenyewe haipo tu automatic. Usioe kwa kutazama haki hiyo tu ambayo ni moja tu, uoe kwa mtazamo mpana. Fikiria mpaka anakuwa na kampuni, kwamba yule ukimwacha kwenye kampuni pale ataweza kulinda mali. Okay. Atakuruhusu kwenda naye kanisani, atakuruhusu kuwa Mkristo, yuko tayari kuwa Mkristo kwa bidii wewe unafanana naye. Wakufanana naye hata ndio kibibilia hata hivyo pia. Okay. Inasema kwamba wakufanana naye. Ile wakufanana naye haina maana kufanana naye kwa tuanze kutazama kwa sura. Ndio. Unaweza kaoa mwanamke ambaye sura yako na yeye viko tofauti, lakini mtazamo wa Mungu ni ndani moyoni. Ndio alikuwa anamaanisha kuna mtu ambaye ni wakufanana naye. Okay. Ambaye unaweza kuambatana naye na anapatikana kwa Mungu. Mke mwema anapatikana kwa Mungu. Tunapomwomba Mungu, ukimwomba Mungu, Mungu anakupa mke ambaye anaweza kuwa wa kwako. Asante sana teacher. Naona hapa tutamaliza kwa sababu knowledge ni kubwa sana. Ila tukipata wasaa next time tena utatupa mafunzo kiundani zaidi. Amen. Ila mimi naomba usituache hivi. Tushafika ukingoni, lakini tupe ufundi mmoja hapo maridadi kabisa. Tubariki na moja. Amina. Nitaimba wimbo wa kuabudu. Nilikuwa naupenda sana zamani nikiwa mdogo. Okay. Kanisani tulikuwa tunaimba, unasema ni wewe tu Bwana. Naimba. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu msaada wangu, ni wewe tu kimbilio langu, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Asante. Amena. Ciao.